Hi my beautiful people, leo nimekuja kuongelea kuhusu business permit. Oh my god, kimeniramba. So guys, if you're watching this video for the first time, don't forget to subscribe, jingle the notification bell so that it can notify you whenever I post my next video. And for my returning subscribers, thank you so much for showing up. I really appreciate your support. So guys, imekuwa hivi. Siwajua, nimezoea like kila mwaka afa ukuwe mtu kama mwanabiashara afa ukate permit yako ya duka. Mimi nakwambia kimeniramba. Kimeniramba na kimeniramba sawa sawa. So guys, nimeamua nishare na nyinyi kwa sababu kuna mtu labda ajui hapa, kuna mtu ajui. Na maybe kama ungetaka kufungua pia biashara, hii video inaweza kuwa muhimu kwako. Mwenye uko na biashara na mwenye ungependa kufungua biashara. Hii video ni muhimu sana. Usikose kuangalia mpaka mwisho. So guys, imekuwa hivi. Wajua kama kawaida, huwa mimi nalipa permit yangu 7,200. Kwanza, permit imepanda. Tulikuwa tunalipa ngapi? Tulikuwa tunalipa 5,750. Hiyo ni 2023. Ilikuwa ni 5,750. Sasa hivi tunalipa 7,200. Alafu leo nimelipa 9,971. Let me take a break. Si rahisi. Lakini niambie mistake imetokezea wapi? Wajua mimi nilikuwa nafanya biashara. Sana kama venye mnanijua, huwa nadeal na cosmetic na beauty and cosmetic business. Yeah. So imekuwa hivi, kuna mtu akaunti huwa anakuja kunisumbua kila saa. Umekata license yako? Namwambia bado. So hii wiki like tumekuwa tukivutana like kata permit yako. Namwambia sawa, nipatie time, at least nikipata pesa nitakata, kwa sababu siku zingine huwa nakata mapema sana. This round ndo nimechelewa kukata. Alipeleka mbio, so jana nikasema sitaki huyu mtu akuje tusumbuane tena, na plus kuwa at least aliweza kunivumilia ya kuzizo siku zingine nimekuwa nikimwambia nisubiri na nini nitakata. Nikasema jana acha nile nikakate, ndo akikuja apate nilishakata. Mimi nikajua kama kawaida nenda cyber niwe nikakate license yangu 7,200, then nirejea nyumbani. Nilienda cyber. Kwenda cyber alikuwa anaenda kunikatia hiyo license. Guess what? Nimeambiwa pesa yangu sasa inalipa 9,971. 9,971. Wajua sasa hiyo pesa imetokana na nini? Hiyo pesa imetokana na penance. Mwenzio nimepigwa fine. So, wewe usiketi hapo na biashara yako ukiona like watu akaunti hawakuji. Baby girl, afadhali hata uamke ujipeleke sema ukakate license yako. Kwa sababu unaweza kosa kukuja, lakini kama ukijua kama uliweza kuregister biashara yako, unapigwa fine. Na fadhali usimame ujipeleke na mapema kabla fine haijaongezeka. So mimi nikiangalia imebidi almost 2,000, 2,000 na kitu kama sijakosea imeongezwa. Na je, singeenda kukata, ningesema acha ningoje next year. Wadhani ningekuwa nimepigwa fine kiasi gani? Hiki tu huwezi ambiwa, hakuna mtu anaweza kuja akakwambia
kwa sababu anataka venye alipigwa fine, wewe pia uchelewe uende ukapigwe fine. Kwa sababu najua waweza kuwa pale kwenye mnafanya biashara pamoja, mwanzo anaweza kwambia haina shida, sahi hawapiti, si lazima uende ukakate. Lakini yeye mwenyewe ameenda akakata yake. Lakini wewe anakwambia si lazima, hawakufanyi chochote, sahi hawapiti mpaka next year. Lakini kama ukijua fine inaendelea kuingia, penalty inaendelea kupigwa. Na ndio maana unapata kuwa saa zingine, acha nikwambie, usiseme unashangaa mbona biashara fulani ilikuwa inafanya vizuri na ikafungwa. Ushajiuliza? Ama kitu kashangaa, mbona jirani yangu na kila siku kuna customer nini anauza vizuri, mbona amefunga biashara yake? Hujajua, si ndio? Acha nikwambie sasa. Wajua sasa yeye aweza kuwa anafanya kazi vizuri, si ndio? Lakini aende kukata license yake. Alafu watu account huwa wapitipiti, saa zingine wapitipiti sana. Huyu wangu mwenye alikuwa anapita sana alikuwa ni kama kampora hivi, kwa sababu hapa ananiomba chai na mimi namwambia sina pesa ya chai. Kama alikuwa anataka kunikulia kimpango, kwa sababu watu account wenyewe huwa wanapita na uniform na huwa hawapiti kila siku, huwa wanapita once in a while. Na kwa sababu wewe unaona like wewe ni mkora kushinda serikali. Guys, I thought I was so good. Nilijiona mwerevu. Nilijiona mimi ni mwerevu kushinda serikali. Hey. Oh my God. Kumbe serikali ilikuwa inanimulika tochi. Hey. Guys, let me laugh. Kwa sababu jana nilikasirika, nilijaa, lakini I have to accept the situation. Lazima nikubali situation penye iko na nijikaze, nisimame, niendelee kupush. Sasa hakuna pesa, si ndio? Pesa hakuna kila mahali, lakini sasa utafanyaje? Kwa sababu usipokata fine inaendelea kuzidi kuongezeka. Na fine inaendelea kuzidi kuongezeka, hapo utapata mpaka fine yako imefika kama 200,000. Alafu kuna ile tabia nyingine, mtu anakwambia watu account wakikuja waambie umeachwa hiyo biashara. Hata nikwambie au watu account pia wako kwa hizi platform. Usijisahau, wako hizi platform wanaangalia. So mimi kitu ninaweza kwambia, serikali ina mkono mkubwa na huwezi piga serikali. Hakuna, hata wako na akili vipi. Kwa sababu mwenyewe nilijiona mjanja. Nilijiona like sasa hawajapita hii 7,000, nitachukua nifanye kitu kingine cha maana. Kusini nilijiona hivyo. Niliona like mimi ndo najua. Sikujua kuwa kwa page yangu penalty zilikuwa zinaingia. So na hizi form hizi penalty nitakuwekea hapo juu. Kwa hii video uangalia hapo juu, utaona hizi zote nitakuwekea. Ndio uje uone venye fine nilipigwa. Ndio ujue si mchezo. Na kabla ufungue biashara, isome. Uangalie. Biashara si rahisi. Mtu hawezi kuambia kuipata pesa unasikia raha. Utapata nini, utauza nini, pesa zitaingia. Lakini ikikuja kwa serikali, vitu za serikali baba lipa. Kitu naweza kuambia, lipa vitu za serikali. Kwa sababu huwezi jua. Kwa sababu hatuwezi jua baadaye, sawa? Kwa sababu baadaye unaweza pata labda umebarikiwa, umekuwa na kampani kubwa, ama umeweza kukuwa na branches kama ni la baby shop, waona? Upate tu, yani Mungu amekumulika tochi, umefunguka kabisa, umeweza kuwa na branches. Waona sasa hapo kwa hizo branches sasa ndio serikali wanaanza kufuatilizia. Hapo ndio wanakushikia. Sasa zile njia zimefunguka kabisa, ndio unashtukia ukiambiwa waleta tu mabarua tu. Unaambiwa haya, wadaiwa 2,000,000, wadaiwa 3,000,000. Washangazi zote ni za nini? Kumbe ni vitu za kitambo. Serikali haisahau. Wewe unaweza sahau. Serikali kuna system, hiyo ni kazi yao. Wewe kukufuatilizia kama mwanabiashara. Itakufuatilizia hivi.
Hata kama si kwa mwanabiashara, ile like kama unataka kusafiri kwenda ng'ambo, waona usafiri kwenda ng'ambo, sio at least pesa zako zitakuwa zinaingia pia kwa account yako ya Kenya. Hapo pia ndio serikali itakushikia. Hapo nitakwambia kwa kuna fine fulani ukulipa, unabaki kusema finally hata ukalia. Serikali ikishakwambia kuna fine afaa ulipe, utalipa. Kwa sababu kuna kitu yenye unaweza fanya, itabidi ulipe kwa sababu ndo maisha yako. You see? So guys, chenye naweza kwambia, just be keen. Yeah, na usijione mwerevu, usikuwe kama mimi. Yeah, soma kutoka kwangu, chenye nimekipata kisikupate, kwa sababu wewe labda kikikupata utapata labda faini yako labda imefika around hata 200,000 ama 300,000. Ndio maana unaambiwa learn from other people's experience. Not every experience you have to experience on your own. That's all guys. So thank you guys for watching. Kama kawaida, it's your girl Rizaki Travis. Don't forget to subscribe, like, share this video to your loved ones. I love you guys. See you on my next video.